Ladies and gentlemen, brothers and sisters, leo nimetembelea pande za njia ya Mpiji Magoe, nimekutana na dereva mkongwe wa bodaboda. Kwa majina unaitwa nani brother? Moses Mgendela. Kwa Moses Mgendela. Ni dereva wa bodaboda. Una miaka mingapi tangu umeanza kukazia bodaboda au biashara hii ya bodaboda? Miaka 5. Una miaka 5. Biashara hii au kazi hii ina changamoto zipi hasa? Changamoto ziko nyingi sana. Kwa matajiri au kwa abiria? Kote. Changamoto ya kwanza ni nini? Kwanza kwa abiria kwanza. Ndio. Sije tena area size na mafuta yapanda bei, unajua? Ndio. Kwa hiyo sasa abiria mpaka analazimika tena aongeze nauli. Ndio. Mwingine anagoma. Ndio. Unaelewa? Ila wapo na niliwaelewa. Ndio. Ila wenyewe sio waelewa sana. Ndio. Unaelewa? Kwa changamoto ya kwanza kwa barabarani. Ndio. Ni sawa nini? Mafuta kupanda bei pia. Mafuta bei. Ndio. Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo zamani tulikuwa tunachukua mtu kijana kwetu hapo. Ndio. Mpaka Mbezi ilikuwa shilingi 2000. Ndio. Kwa saa hizi ndio ni 3000. Ndio. Watu bado wanagoma. Ndio. Kwa shangazi, yani ana kipato cha zamani na cha saa hizi ndio kimeshuka. Umeona? Kwa maana changamoto imekuwa ni kubwa ya kwanza hiyo. Kubwa ya kwanza hapo katika mazingira ya mafuta. Ndio. Mafuta kama kishuka bei. Ndio. Kidogo hata vijana watachangamka. Tutanufaika. Maana sasa watu wengi tunakaa tu kwenye vijio tunalala. Kwa changamoto ya pili ni nini? Changamoto ya pili hapa kwa upande wa mabosi. Ndio. Bosi bwana akitoa chuma chake kipya. Ndio. Anakupatia wewe dereva. Ndio. Yeye anataka pesa zake tu. Ndio. Yeye ajui kama mafuta yanapanda bei. Ndio. Ajui nini? Ajui changamoto. Changamoto ajui. Ndio. Hiyo kwa bwana kuna moja mbili tatu na kwa bwana tumekubaliana. Ndio. Unaelewa? Kwa hiyo pia na ubinadamu ulikuwa mdogo. Binadamu ulikuwa mdogo kwa mabosi. Matajiri mnawasikia vijana wa Kitanzania wanaopambana, wanaowalindia vyombo vyenu, wanaotunzia vyombo vyenu. Muwe na imani. Kama unampa mtu chombo na yeye anaweka uhai wake kukilinda chombo hichi, natakiwa watu wote mnufaiki. Anaendesha chombo na aliyotoa chombo. Ni changamoto kwa vijana wote wa Tanzania. Kijiweni hali imekuwa ngumu, watu wanalala. Ndugu yangu, tangu umeanza kazi hii ya biashara, una miaka 5 huko barabarani. Umejifunza nini au umeexperience nini katika kazi hii ya bodaboda mpaka sasa hivi ndani ya miaka 5? Vipo vingi vya kujifunza mjomba. Ndio. Sawa. Ndio. Kwanza uvumilivu. Ndio. Kuwa na uvumilivu. Ndio. Unaelewa? Cha pili kujiamini. Ndio. Sawa. Na cha tatu ndio tuseme kuwa na subira. Sawa. Ndio. Yaani kwamba tuache tamaa. Ndio. Watu wengi tuko na tamaa. Labda bosi anaweza akakupa kitu chake, chombo chake. Ndio. Unaelewa? Kwamba leo hesabu unakosa. Ndio. Kuna baadhi ya wengine wanang'oa state mila, dashboard au limu, wanaenda kuuza ile afanye afidie nini? Hesabu ya bosi. Sawa. Kwa hiyo nao unakuwa ni uhuni, ni usela. Ndio maana nakwambia tuache tamaa. Sawa. Ndio. Tuache tamaa. Tuache uhuni. Tuwe na subira. Ndio. Sawa. Wa dereva mkongwe hapa mmemsikia, anapatikana njia Mpiji Magoe. Chombo chake kina muda mrefu. Babu Zona, waoneshe namba. Hii hapa ni DUD T na nini MC 898. Mbezi nzima inafahamika. Alafu kuna namba F, kuna kijana kanunuliwa juzi kashindwa kuwa mwaminifu, kaleta usela, kaimaliza. Dereva mkongwe, nadhani mmewasikia. Unawaambiaje vijana wanaoanza kazi ya bodaboda? Waache tamaa kikubwa. Basi haina noma. Oya, msahau kushare, kufollow, comment na kulike page ya Mr. Chef Mbazigwa aka mzee wa kunyoosha. Big love for everybody.